ni muhimu haya mambo tuyaweke wazi kabisa. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba 61 katika sherehe zilizosimamiwa na mume wa Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza, Prince Philip. Zanzibar vile vile ilipata uhuru tarehe 10 Disemba 63 katika sherehe zilizosimamiwa vile vile na mume wa Malkia wa Uingereza, Prince Philip. Inaulizwa kwa nini tarehe ya uhuru wa Tanganyika inatambuliwa na kuadhimishwa kimuungano, lakini tarehe ya uhuru wa Zanzibar haitambuliki wala kuadhimishwa. Hapa nawaomba sana wahariri tuzingatie mambo makubwa matatu manne. Mosi, mapinduzi ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari 64 hayakuwa mapinduzi ya kijeshi, coup d'etat au putsch kama tulivyozoea kusikia. Mapinduzi ya kijeshi hulenga kufanya mabadiliko katika uongozi wa serikali na kukamata dola. Ni hivyo tu. Lakini mapinduzi ya Zanzibar yalikuwa mapinduzi ya umma, yaliyolenga sio tu kuondoa utawala uliokuwepo, bali vile vile mfumo mzima wa nchi, mfumo mzima uliolea utumwa, matabaka, ubaguzi na unyonyaji uliokithiri wa mtu mweusi kwa zaidi ya miaka 200 ya utawala wa masultani wa ukoo wa Al-Busaidi kutoka Oman. Yangekuwa mapinduzi ya kijeshi tu, angeondoka sultani na wasaidizi wake tu, lakini ilibidi aondoke yeye na karibu kijiji chake chote, nitumie lugha ya vijana wa siku hizi, na mfumo mzima wa utawala wa zaidi ya miaka 200, ikiwemo katiba ya Zanzibar ya mwaka 1963, kwani mfumo mpya usingeweza kuaccommodate, usingeweza kuwakubali. Ndio maana yaliyotokea baada ya mapinduzi yaliifunga dunia midomo, hasa wahafidhina waliokuwa wakisubiri kuzomea tu. Kiko wapi sasa? Toka lini bwana mtumwa kaongoza nchi? Heri ya sultani. Muungano ukawahakikishia wana mapinduzi ulinzi na usalama na kuwawezesha kutekeleza kwa utulivu mambo ambayo dunia ilikuwa haijapata kushuhudia baada ya mapinduzi ya umma kufanyika. Ndugu zangu wanahabari, ni muhimu sana sisi tukajua sisi ndio kioo, ndio kurunzi kwa ya wananchi. Chini ya utawala wa sultani, idadi kubwa ya Waafrika Zanzibar ilikuwa ya vibarua na squatters, wasiokuwa na ardhi ya kuzalishia mazao hata kujengea. Sheikh Karume na baraza lake la mapinduzi, revolution sio coup d'etat, wakasimamia ugawaji bure wa ardhi, wote mnajua, ekari 3 kwa kilimo na kadhalika, wananchi wahitaji. Zoezi hilo wote mnajua lilizinduliwa tarehe 11 Novemba 65 kijijini Dole. Hadi mauti yanamfikia mzee wetu Karume mwaka 72, ekari zaidi ya 24,000 zilikuwa zimegawiwa bure Unguja na Pemba. Akatangaza elimu bure kwa wote tarehe 23 Septemba 64 na kuchochea udahili wa watoto wa Kiafrika kuanzia kidato cha kwanza hadi 6, maana ndio walikuwa wametengwa kabisa kielimu. Udahili uliongezeka kutoka 11.7 hadi 66.1 ndani ya miaka miwili tu. Hiyo ndio inaitwa revolution, sio coup d'etat. Akatangaza matibabu bure kwa wote. Akaanzisha ujenzi wa makazi bora ambao ulifanyika kwenye maeneo 6 Unguja na maeneo 6 Pemba. Hakutenganisha. Huyo mzee wetu Karume. Kwa vijana, ukienda Unguja utakuta magorofa ya uhakika pale kwa Juni, Michenzani, Kilimani, Gamba, Makunduchi na Bambi Mpapa. Ukienda Pemba yatafute pia yako maeneo 6. Nenda Wete, Machomalne, Madungu, Micheweni, Kingeja na Mkoani. Haya ndio matunda ya mapinduzi, a revolution, people's. Akaanzisha malipo ya posho ya kujikimu ya kila mwezi kwa wazee Zanzibar.
Akapiga marufuku biashara ya kutweza mikokoteni ya abiria, rickshaws, iliyokuwa ikikokotwa na Waafrika na kuwabeba wazungu wa Waarabu na Wahindi. Akapiga marufuku ubaguzi wa rangi mashuleni, hospitalini na kwenye huduma zote za kijamii. Akaanzisha ujenzi wa kiwanja cha kisasa cha michezo Unguja, Amani Stadium, mwaka 70, cha kwanza Afrika Mashariki kuwa na taa za kuruhusu kitumike hata usiku. Jambo la ajabu kabisa kipindi hicho. Wengine tulikuwa huko sehemu za Kiera huko wanasema utachezaje usiku, umekuwa mwanga, maana huamini. Akipiga mtu mnazi si zamani, mtu kipiga ukaenda juu, utauonaje huo mpira? Ndio hiyo Mzee Karume na mapinduzi ya umma wanaionyesha dunia. Mzee Karume na baraza lake la mapinduzi akasimamia kuanzishwa kwa kituo cha kwanza cha televisheni ya rangi kusini mwa jangwa la Sahara mapema mwaka 72. Akaanzisha ujenzi wa barabara ya kwanza ya njia mbili, dual carriageways. Tulikuwa hamna Tanganyika yote kwa kuna dual carriageway. Akaanzisha posho nafikiri niishie hapa. Haya ndio matokeo ya mapinduzi ya umma. Ni people centered. Mapinduzi ya umma ni maendeleo ya watu na vitu, na yalifanikishwa ndani ya miaka 8 tu ya uhai wake, akiwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.